ndio asili yake. Amen. Amen. Tusalimiane wewe. Mama, hata ungesimama ukamsalimia aliye karibu na wewe kwa kusimama. Mwambie Mungu anakupenda sana. Tamani mtu asimame asalimie mtu katika kusimama. Amen. Mungu akubariki sana. Nataka kuzungumza na wewe mchana wa leo, wewe ambaye umekuja. Kuna kitu nimekipata ambacho Bwana amenena na mimi wakati nilipokuwa ninatafuta ni nini nitazungumza na wewe. Mungu akanipatia ujumbe ambao ninajua kwamba utakapousikia mwisho wa ujumbe huu utakutia moyo na utakuwa umefunguka. Bwana Yesu asifiwe. Ila tu ni kwa wale ambao wataweza kusikia. Unajua unaweza kuwa uko kanisani lakini umekuja tu, anaambia watoto wa Sunday school hapa, waweza kuwa umekuja tu kwa sababu wacha tu tukuje. Ama mwingine akasema nisipokuja watanielewaje? Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akasema mimi lazima nikuje. Sijui mimi nami nimesema nini. Nataka tuangalie kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 38 mpaka 41. Second Kings chapter number 4 verse number 38, 39, 40 and 41. Msomaji wa Biblia sijui kama uko hapa. Kitabu cha Wafalme wa Pili 4:38 mpaka 41. Na msomaji usomee tafadhali. Naomba urudie. Chapter. Second Kings chapter number 4 verse number 38 up to 41. Songea hiyo kitu. Nitasoma kitabu cha Wafalme wa Pili mlango ni wa 4 kuanzia mstari wa 38. Elisha akafika Gilgali tena, na kulikuwa na njaa katika nchi, na hao wana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake. Akamwambia mtumishi wake, teleka sufuria kubwa wapikie wana wa manabii. Na mmoja wao akaenda nje kondeni ili kuchuma mboga, akaona matango mwitu, akayachuma matango mwitu, hata nguo yake ilikuwa imejaa. Akaja akayapasua pasua sufuriani, kwa maana hakuyajua. Basi akawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula,
wakapiga kelele wakisema, mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula. Lakini yeye akasema, leteni unga, naye akautupa ndani ya sufuria, akasema, wapakulie watu ili wale, wala haikuwemo kitu kibaya sufuriani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninataka kuzungumza na wewe kuhusu nguvu ya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie mwenzako nguvu ya maneno. Nguvu ya maneno. Amen. Maneno yako na nguvu gani? Usichukulie maneno kuwa jambo la kuchezea ama jambo la mzaha. Bwana Yesu asifiwe. Wanasayansi, nimefanya utafiti, wanakwambia kwamba maneno ya mtu akitamkia mti kama huu mara kadhaa, maneno mazuri, huu mtu unakuwa na uzima na unanawiri. Amen. Mwingine akasema kwamba ng'ombe kama hatoi maziwa, unaanza kumzungumzia, ukimgunaguna kidogo anatoa maziwa mengi. Hao ni wanasayansi, sijajua mambo yao vizuri. Tumekuja katika maisha yangu na wewe, nguvu ya neno lililonenwa ama linalonenwa ama linenwano katika maisha ya mtu ama maisha yangu ama yako. Elisha, mahali ambapo tunasoma, tunaambiwa kwamba mji huu ulikuwa na njaa. Baada ya mji kuwa na njaa, watu wakamulilia, akawatuma waende wachune mtango. Bahati mbaya wakachuna mtango mwitu, kwa maana kulikuwa na vita. Walipokuwa wanarudi wakapika, kuna njaa. Wakati njaa iko, unaweza kula chochote utakacho ama chenye kimepatikana. Mtu mmoja akaja akasema kwamba hili jisufuria liko na sumu, tufanyeje? Wakakimbilia mtu wa Mungu, wakamwambia mtu wa Mungu, kuna sumu katika sufuria. Neno la Bwana linaniambia Elisha hakutupa sufuria, hakuchukua chakula akaenda kukitupa nje. Alichukua kitu akakizungumzia na akasema, nendeni mkaweke kwa sufuria, muwe na uzima, mule mshibe. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno lililonenwa katika maisha ya chakula hichi ambacho kilikuwa na sumu, na baada ya neno kutamkwa na yeyote yule aliyetamka neno kufanyika ndani ya maisha yako, inategemea ni nani aliyeitamka. Amen. Ni nani aliyeongea? Ni nani? Authority versus authority, power versus power, altar versus altar. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu kwa madhabahu, nguvu kwa nguvu, uweza kwa uweza, mamlaka kwa mamlaka. Lakini mahali ambapo pana umuhimu ni pale pa kuamini. Amen. Wachawi wengi siku hizi hawapati shida. Amen. Wanaongea tu. Yes, wanazungumza tu. Mtoto wa fulani huyu alienda Mombasa, wacha tuone kama atafanikiwa, wacha tuone kama ataishi vizuri, wacha tuone kama mambo yake yatakwenda vizuri. Kibahati mbaya ama bahati nzuri, unaanza kuona vitu vinaanza kujisheka, vinatokea, vinafanyika, vinatendeka, vinakuwa, na visipodhibitiwa vinakuja vinaleta hasara kubwa ama vinaumbika ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nikurejeshe katika kitabu cha Mwanzo. Mungu anaumba vipi dunia? Anasema iwe. Amen. Ni nani ambaye aliumbwa na Mungu peke yake? Nani aliumbwa na Mungu peke yake? Mwanadamu. Mwanadamu. Hivi vitu vingine alifanya nini? Alisema. Angalia vile ambavyo ni vizuri. Akasema kwenda mwendo uwe. Na wewe ukazaa. Amen. Mwanadamu naye akaiga. Akasema hiyo kitu umekalia kikai.
mpaka wakapewa uwezo wa kuumba vitu fulani ambavyo leo sisi tunavitumia. Amen. Gari la kwanza ni nani aliumba? Mjerumani. Najua shida hakuna magari. Ni Mjerumani. Ile kombe Beetle. Ndio ilikuwa ya kwanza ama kuna nyingine ilikuwa? Ipi? Hiyo ni brand yake hiyo. Brand yake. Hiyo kombe ni brand yake. Kombe ni brand yake. Kulikuwa na zingine. Walikuwa wanashindana wa Italia. Wa Britain na hawa jamaa. Lakini uumbaji, kitu ambacho nimekipata kwamba uumbaji bado unaendelea, na kila kukikucha uumbaji unaingia katika viwango vipya na vya nguvu na vya mabadiliko. Vitu vyenye vinatengenezwa saa hii ukilinganisha na vitu vilivyotengenezwa kitambo, ama ukiletewa sasa, tuseme umekuja kwangu, nataka nikubariki na ile kombe, utachukua? Hiyo si ya kisasa, haiendani na wewe. Amen. Lakini wakati ule mtu angechukua akasema asante. Kuna gari zimekuja sasa. Zamani gari moshi, unakumbuka? Watu hawakumbuki gari moshi, walikuwa wanaliona tu kwa TV. Mimi nilipanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hii kuna gari nyingine nimekuja, linatoa moshi pia. Nataka watu ambao wamepanda hili gari. Inaitwa SGR. Akina nani hapa? Iko na moshi? Hakuna. Amen. Lakini ushaelewa sasa. Halina moshi. Udanganya hapa na hujapanda cheo, watu ambao wamepanda watueleze. Wewe kuna sehemu ambayo wewe ni mzuri, tutakuuliza. Halina moshi. Na si kwamba hii ni mwisho. Kizazi kinachokuja kuna vitu vingine vitatengenezwa ambavyo vitakuwa na utofauti kabisa na vitu vya sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila kukicha kunazidi kubuniwa. Hii akili inatoka wapi? Amen. Na kama unasema kwamba hii akili sijui ni nini, mbona wewe haujabuni? Hao watu wenye wanatengeneza hizi vitu ni watu wa shetani ama ni watu wenye wako na ukaribu na Mungu? Huko nazungumzia watu ambao wanatengeneza hizi vitu. Kitambo kidogo tukianza mambo ya huduma, kulikuwanga na maiki za waya eti mpaka hivi. So ni wewe kung'ang'ana na waya mpaka hapa. Ulipata shida sana. So ilikuwa inabidi mashini ya operatiwe kwa madhabahu. Lakini saa hii kuna maiki ya kirushabani. Unaweza ukasimama pale mlangoni na ukaongea na watu wakasikia na hakuna waya wowote. Ni nini ambacho kilifanyika mpaka kikaunganisha hapa katikati? Ni kazi ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutoke katika uumbaji wa vitu hivi ambavyo tunaviona katika sayansi na mambo haya, tuingie sasa katika uumbaji wa maneno yaliyozungumzwa juu ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Usipoelewa ni nini kilizungumzwa juu ya maisha yako, utaomba, utakaa katika mikasa, utahangaika na kusumbuka, vitu vitakuja vikienda, vitu vitafanyika vikitokea, hautapata habari zozote na hali zako zitakwama vile mpaka siku utakapotambua. Kuna watu katika Biblia ambao waliketi chini wakajitambua, wakajielewa wao ni akina nani, wakakataa kukubaliana na hali ambayo walikuwa wanaishi ndani, wakasema kwamba tunataka tuweze kumuita Mungu atusaidie tujielewe, hii hali ambayo tunapitia hii tuireverse, itoke ndani ya maisha yetu, tuingie katika hali mpya. Bwana Yesu asifiwe. Ukireverse, nikuuliza, umetumiwa pesa. Amen. Hii tabia nimekuwa nayo sana. Unaweza kuwa labda kuna simu yangu moja nimetumiwa pesa, siwezi jua. Mtu anakutumia pesa. Alafu anapokutumia pesa anakupigia simu. Anakuambia
pesa iko hapo kimakosa, naomba uniregeshee. Mimi huwa namwambianga kwamba sina time ya kukuregeshea hiyo pesa, reverse hiyo pesa. Si wewe ndio umetuma? Amen. Reverse. Wana reverse kije na mwambia ni namba gani ile? 456. Tumana hiyo message forward kwa 456. Amen. Nitajuaje mimi kwamba ametumana kwa 456? Nitajuaje? Kuna mtu atanipigia simu mwingine ambaye sasa amepata ujumbe wa 456. Ananiuliza, ni kweli umekubali kuachilia hii pesa? Ninamwambia ndiyo. Anarifasi zile pesa zinarudi kwa mwenyewe. Lakini sijawahi pata hata mmoja kwa wale ambao walirifasiwa akirudi akisema asante kwa kukubali hii pesa irudie. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nafikiri huwa anashukuru ama anashukuru kivyake, anasema zangu asiliki Bwana. Zangu zilikuwa kama mtu angekula mimi sijui ningekwendea wapi. Zangu lazima zirudi. Sio hivyo. Ametumia nguvu ya kureverse, na kwa sababu ana mamlaka fulani juu ya ile pesa, ile mamlaka ikakubaliana na yeye kwamba haki yake ataipata. But you have to know how to reverse. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja kwa Biblia ambaye alielewa kureverse ni mtu mmoja ambaye anaitwa nani? Huyu kijana anaitwa Jabez. Alizaliwa akiwa na uchungu. Mama yake mzazi wakati anamzaa, wale mmesoma Biblia unapata kwamba Jabez alikuwa na matatizo ya mashaka, mahangaiko katika maisha yake, akijuta na kutatizika. Akasema hii hali si yangu. Nisikilize wewe ambaye uko hapa. Ni lazima hatua ya kwanza ukataane na mambo ambayo unayapitia, ama ukubaliane na mambo ambayo unayapitia. Kuna mtu analipata? Mambo ni mangapi? Kukubaliana na mambo ambayo unapitia, ama kataana na mambo ambayo unapitia. Ukikubaliana na mambo ambayo unapitia kwamba haya nimekubaliana nayo ndio maisha, then tiki iko, maana wewe mwenyewe umeweka tiki. Ukikataliana na mambo ambayo unapitia, wewe mwenyewe unakataa, unaweka tiki, hayo mambo hayatatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna bwana mmoja alikuwa hapa katikati ya wiki, aliletwa na mmoja wenu hapa. So alipokuja hapa akaniambia kwamba kumekuwa na utata wake kuja hapa. Nikamwambia huu utata si kwamba ati ni nini, ni kwa sababu ya kile kinakutafuta ndio kilikuwa kinazuia ujio wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kurivasi si rahisi. Kurivasi si rahisi. Ni lazima uamue. So tuliketi hapa tukaongea, nikamwambia una ABCD. Nenda uombe. Nilimtuma pale. Alienda aliomba hapa. Aliporudi akaniambia nataka kwenda kuchukua watoto shule. Nikamwangalia nikamsikitikia sana. Nikamuuliza, wewe watoto kuchukua na hii hali ambayo inakuandama ni vipi? Ni kipi ambacho unaona kwamba kinaweza kuwa na umuhimu kwako? Sikumuelewa. So nikambebea imani. Akaenda. Jioni akanipigia simu akaongea na mimi masaa mengi sana. Jana wakati nimerudi nyumbani akanipigia simu akaongea na mimi sana. Mke wake alikuwa hapo, alikuwa na ndoto. Kwenye ndoto hii kuna pati moja ambayo ilinigusa. Kulitokea mbuzi ambaye alikuwa na rangi mbili, nyeusi na rangi nyeupe. Sasa huyu baba ndiye akachukua yule mbuzi akamchinja, shingo akaweka kando na mwili kando. Shingo hii baada ya kwamba imekatwa imetoka, ikaanza kulia sauti ya mtoto wake ambaye ni wa kike kwa nyumba. Mke akamuuliza huyu mume, kwa nini hii mbuzi imechinjwa na inalia sauti ya mtoto wangu msichana mdogo? Baba akapeleka mambo tu hivi, akasema hiyo tushakata, usijali. Tulipoingia katika tafsiri tukapata kwamba baba mwenyewe na mikono yake amekubali kuweka sahihi, maana amechinja, na alichokuwa anachinja sio mbuzi, ni mtoto wake wa kike. Bwana Yesu asifiwe. So nilimwambia ombeni mtoto wenu na mkanushe maneno yote yanayopangwa kusimuni.
Mungu anasema kwamba chochote kinachopangwa kusimuni nitawafunulia. Akishawafunulia, kile utafanya na hayo mafunuo ni juu yako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza pewa mafunuo na ukakaa ukatulia nayo, usishughulike. Hadi sabuni wasema. Na mtu anaweza kupewa mafunuo akayashughulikia, akayaombea, akakataa, akarefute, akakataa, akakanusha, akareverse, akaregeshea wenyewe na akawa salama. Jina la Bwana litukuzwe. So mafunuo yanakuwa na effect moja wakati ambapo unayachukulia hatua. Bwana Yesu asifiwe. So huyu mtu ambaye anaitwa Jabez akachukulia mafunuo ambayo aliyapata hatua, akaenda mbele za Bwana, akamwambia Bwana, ninaomba kwamba uweze kunibariki. Biblia inaniambia alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo, maisha yake ya mwisho yalikuwa ya faida kuliko ndugu zake. Mwanzo ndugu zake walikuwa wamepita mbele yake, ni watu wa maana, yeye maisha yake ni ya uchungu. Na unajua Jabez, kuna uwezekano yeye ndiye alikuwa last born, maana mama yake wakati anamzaa na kufa. Kwa hivyo kuna ndugu zake ambao walikuwa first born, wakawa wanang'ara ndani ya maisha yao. Jabez akasema, mimi nilikosea wapi? Kwa nini consequences na mambo yasiyo ya kawaida yanapitia kwangu? Nikiangalia ndugu zangu wako vizuri, wanaendelea vizuri. Nimetumwa nije nikwambie wewe ambaye unanisikiliza, look upon your family. Angalia family line yako. Kama ulibahatika kuzaliwa na watu wawili, watatu, wanne, watano, angalia ile line ambayo mnaishi, maisha ambayo mnaishi, kuna kitu yanaongea. Bwana Yesu asifiwe. Je, uko na sister? Je, uko na brother yako? Je, uko na watu wa kwenu? Ukiangalia hawa watu na wewe, mna nini in common? Ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Haya majani hayafanani, lakini yanatoka kwa mti mmoja. Ndugu ya hii, wajua nilikuwa naangalia nikafikiria kama inapakwa rangi. Naona hii rangi yake kamili itakuwa hiyo green, lakini kwa sasa yellow iko hapa. Hii yellow ni ya kutisha tu, lakini mwishowe rangi kamili itakuja hii. Lakini ukiangalia hapa unashangaa hizi zinatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio familia ya huu mti. Rangi kamili ndio hizi. Angalia vitu ambavyo vimekomaa. Hii ndio rangi kamili. Huu girini uache tu kwa sasa, lakini unakuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ambacho family line yenu inaongea? Dada yako yuishi vipi? Ndugu yako yuishi vipi? Kazini zako wako vipi? Watu wa familia maisha yao yako vipi? What is common in your family? Bwana Yesu asifiwe. Whatever ambayo iko common, hiyo ndio iliyozungumzwa. Hayo ndio maumbile yenu, hayo ndio mambo yenu, hiyo ndio power ambayo inaoperate katika hiyo familia. Mtu unanielewa? Hello? Bwana Yesu asifiwe. So Jabez akaangalia akasema, mimi mbona niko tofauti na ndugu zangu? Mbona wamefanikiwa, wameinuka, na mimi niko tofauti? Kuna uwezekano hii kitu si ya familia, ni kitu inanihusu mimi binafsi. Kuna mambo yanakuhusu wewe binafsi na kuna mambo ambayo yanahusu family. Bwana Yesu asifiwe. Akapata haya mambo yanamhusu yeye. Ndugu zake wamefanikiwa, wanaenda vizuri, ni yeye peke yake ambaye yuko katika kifungo hichi. Akaamua kwenda mbele za Bwana, akamwambia Bwana, ninaomba kwamba ukaweze kunibariki. Maandiko yanasema kwamba Mungu akambariki na akawa mkuu kuliko ndugu zake. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu anaenda kubariki tu mtu. Mungu anaenda kusimama tu na mtu ambaye atajielewa na ajikane ama ajikubali, aseme kwamba hii situation sio yangu, haya maisha sio yangu, hii hali ambayo nimo ninaona kama imetupwa tu kwangu, sio situation yangu ya kudumu, na hali itabadilika. Nisikilize wewe ambaye uko hapa, kuna situation inaweza kuja kwa maisha yako ikakuja tu, na usipochukulia hatua ikawa ni situation ya kudumu milele na milele. Haleluya. Kama unanielewa? Juzi nililetea mwanadada mmoja hapa wa Kitaita.
Nimkumbuka. Akaniambia kwamba pastor, mimi nimekuja niko na shida. Uliza shida gani? Kuna mambo aliniambia, usitaki kujua shida za watu. Amen. Nilipoangalia katika hii hali napata mama yake huyu mtu alikuwa namna hii. Na anasema kwamba huyu mama hayuko. Huyu mama alikuwa anafanya kazi hapa. Akatoka hapa akaenda sijui Changamwe kusalimia. Mara ya mwisho wakasikia sijui yuko na Naivasha. Ni miaka sasa 13 years. Huyu mama ajulikani yuko wapi. Akawa amekuja kujulia anaweza pata wapi mama yake. Nikajaribu kuimagine. Hii kitu ilianza na siku moja. Ikaingia siku ya pili. Ikaingia mwezi. Ikaja mwaka. Mpaka sasa ni miaka. Ni nani alilala kazini? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani ambaye alikaa hakushughulika? Nikamuuliza, huyu mama alizaliwa na ndugu zake? Akasema ndio. Walichukua hapo nini? Akasema kuna hata mmoja ni mchungaji. Nikauliza alifanya nini? Akasema kwamba aliasumu tu mama atarudi siku moja. There is no assuming. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mambo ya kuasimu wakati tuko katika ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho ni kusababisha mambo, ni kuzungumzia vitu, ni kuvielezea vitu, ni kutamka maneno, ni kureview verse na kutoa haya maneno katika lugha ya kuyaregesha ama kuyakatusha ama kuyakatakata na kuyavuta, kuyaambia kwamba yametumwa kwa mtu ambaye si yeye. Jina la Bwana litukuzwe. Situation inaweza kukuja na ikakukwamilia na ikawa ndio maisha yako ambayo uko saniwa nayo. Usipojua kuimanage. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufike mahali ukomeshe vitu zingine. Naongea na watu ambao wako na mamlaka. Amen. Naongea na watu ambao wako na uwezo. Maana Biblia inasema wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Amen. Salimia mwenzako mwambie wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Kwa hivyo unapokuwa wewe ni mwana wa Mungu, uko na uwezo wa kutamka maneno, kuamua maisha ambayo unataka kuishi, kupindua mambo ndani ya maisha yako na mambo yakapinduka, kuyaumba mambo na mambo yakaumbika, yakakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Nitajuaje kwamba kuna maneno yanaongewa ndani ya maisha yako? Amen. Ni kulingana na vile hali zinakwenda. Mbona niko tofauti? Mbona mambo yangu hayaendi? Familia yetu mbona iko tofauti? Mbona kuna vituko? Let me tell you one thing. Kuna situation ambayo imekuwa ikitendeka personally katika maisha yangu. Na hii situation imekuwa ni situation ya Jumapili. Amen. Ikifika Jumapili lazima kutokee jambo lolote la kunitishia. Tusinaje na anointing kunitatiza ili nitatizike. Naweza kuwa nimekesha hapa, nimetengeneza neno nzuri, nimeomba Mungu ameachilia revelation. Nikiamka asubuhi situation inatokea ambayo inanitouch, inanigusa vibaya. So the other day nikaketi chini nikajiita mkutano. Nikajiuliza ni nini normally huwa inatendeka. Nikaanza kurekodi vile vitu ambavyo huwa vinatendeka. Nikaelewa kwamba hapana, hii si hali ya kawaida. Hapa kuna kitu ambacho kinatumika kwa ajili ya kunitatiza na kuniondoa katika njia za mapenzi ya Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Ndipo nikajiita mkutano nikasema kwamba hizi ndimi na hii mipango, hii vituko na biashara ambazo zimepangika juu ya maisha yangu, ni lazima nitasimama niweze kuzikomesha. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nimeamka vizuri, niko free. Amen. Hallelujah. Amen. Last Sunday was not that the same. Nilitatizika, kuna kitu kilitokea. Sio kila kitu nikwambia unaanza kulia. Hapana. As a father, kuna vitu vingine ambavyo unapambana navyo wewe mwenyewe. As a parent, unavibeba wewe mwenyewe, unasema kwamba Mungu wewe unaweza. Jina la Bwana litukuzwe. So, kuna vituko ambavyo shetani huwa anakaa navyo, anavipanga ndani ya maisha yako, anaviachilia. Anajua kwamba nikigusa area hii, huyu mtu atakuwa affected. Akiaffectika area hii, familia yake haitaendelea vizuri, mambo yake ya huduma hayataendelea vizuri, jamii yake haitaendelea vizuri, biashara
itaathirika, na hivyo nitakuwa nimepata mileage katika upande wake. Kama Mkristo lazima usimame useme kwamba tuheri, mwisho wa mambo haya umefika, kwa maana uko na mamlaka. Uelewe vitu ambavyo vinafanyika ndani ya maisha yako, na nimesema uvikubali ama ukatae. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mmoja katika Biblia, Elisha huyo alienda katika mji, akapata maji yake yanatatiza. Ni Yeriko. Amen. Aliitwa katika mji wa Yeriko. Alipofika katika mji wa Yeriko, akapata maji ni machungu, yanatatiza, hayanyweki. Unasikia watu wanasema kwamba mahali hapa ni pazuri, lakini maji yake ni machungu, hayanyweki. Hiyo ilikuwa ni Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Hii Yeriko ilikreatiwa na nani mpaka maji yake yakawa ni machungu? Wakati nilipokuwa ninasoma hili neno, nikapata kwamba pale nyuma, nisikilize hili na kuhusu pale nyuma, Yeriko ilimsumbua sana Joshua. Bwana Yesu asifiwe. So Joshua akaitamkia Yeriko neno, akasema kwamba yeyote atakayejaribu kukaa katika mji huu, atakayejaribu kuujenga mji huu, kwa ule usumbufu ambao huu mji umenisumbua kuubomoa. Mnakumbuka ile hali ya kusumbuka siku 6 na kupiga kelele, ilimkera sana Joshua. Akasema kwamba huu mji nami ninautamkia laana. Yeyote atakayejaribu kusimama kwa ajili ya kujenga mji huu ama hata kukaa, kuna mambo yaliyozidi katika ile hali ya uchungu. Akasema yeyote atakayejaribu kusimama atatoa kafara, atatoa sadaka, mtoto wake wa kwanza na wa mwisho katika misingi yake na ukamilifu wake. Jina la Bwana litukuzwe. Miaka 600 baadaye, kuna mtu ambaye aliinuka, anaitwa mfalme, akasimama akasema, kwa nini huu mji umekaa 600 years na ujengeki? Ninataka tusimame tuujenge huu mji. Akapigwa na maneno yaliyozungumzwa. Alichimba kwa mwanawe wa kwanza na akamaliza kujenga na mwanawe wa mwisho. Tukafikiria kwamba imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Katika Wafalme wa Pili tunakutana na Elisha. Elisha ameinuka. Tumesahau mambo yalifanyika miaka zaidi ya 600 iliyopita. Vita vimeinuka tena. Yeriko sasa watu wanaishi ndani. Ni mji sasa umetengeseka, umekaa vizuri. Watu wanatembea wakiingia wakitoka. Lakini kuna problem bado inaexist. Ni problem gani? Biblia inasema wenyeji wa mji wa Yeriko wakamwendea Elisha. Wakamwambia Elisha, mji huu ambao tunaishi, sisi tunatoka Yeriko. Lakini Yeriko hii maji yake si matamu. Hapa mahali pamejengwa vizuri, panapendeza, pako na kila kitu. Unajua mfalme aliyesimama kujenga, alijenga huu mji vizuri kwa sababu alikaramika sawa na lile neno mtu wa Mungu alisema. Kwa hivyo mji ujengwa vizuri, ukameremeta, ukapendeza, lakini kuna kitu kilishindikana kufanyika. Maji ya mji huo hayakutamkiwa. Bwana Yesu asifiwe. So, imefika wakati maji ni machungu, hayanyweki, lakini sehemu ni nzuri. Akaenda kwa Elisha. Elisha akasema kwamba chukueni hii chumvi, nendeni mkaweke hapa na maji hayo yakatakasika. So, kunihitaji a man of authority. You get me? Yule aliyesimama mfalme alikutana na maneno yaliyonenwa. Lakini kwa sababu Joshua ako kwa laini moja ya authority, amekutana na Elisha ako kwa laini moja ya authority, ni neno kwa neno. Haleluya. Neno kwa neno. Wewe Joshua ulilaani mji, na mimi Joshua ninaubariki mji. You get the family of God. Wewe Joshua ni sawa, ulikuwa na machungu yako, ukaulaani huu mji, lakini nami pia ni mtumishi wa Bwana, nami ninaubarikisha. Kwa maana tunafanya kazi katika ofisi moja. So, kulihitajika kupatikane mtu aliye na mamlaka sawa sawa na mamlaka yaliyonena ama yamezidi, atamuke neno kupindua lile neno lililonenwa. So, kitu chenye kiko hapa ni kureverse. Kitu chenye kiko hapa ni kureview, kupingana na yale maneno yaliyonenwa. Na ni lazima yanenwe, na ni lazima yasungumziwe ili yenye yalinenwa yakanushwe.
Bwana Yesu asifiwe. So mambo yakabadilika, maji yakawa matamu na watu wakakula, lakini ilisumbua miaka mingi. Ndio hiyo hali ikakuwa, kuna kitu kinakusumbua, kuna kitu kinakuangalisha, kuna kitu kinakunyima amani. Nisikilize, haya maua hayajakuja yenyewe hapa kwa madhabahu. Amen. Imagine tuwe tuko hapa tunasikia neno, ushtukie tu kigafula, hii maua imeneuka imeenda, hii imetoka yenyewe, inaondoka tu kama remote. Utakaa hapo si wengine wote mtakita na wote nishana hata kama kitu hakitosheki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kuna kitu ambacho si cha kawaida kimefanya nini? Kimetendeka. Si kwamba ni kitu ambacho si cha kawaida, bali hichi kitu kimepangiwa kutendeka. Kuna katika ulimwengu fulani kimepangika. Sasa wakati wako wa kutendeka umefika. Sasa kinatendeka. Haya maua kuna mtu akuweka na kuna mtu atatoa. Usipotoa haya maua yatafiria hapa yanisikia. Hili huwa kuna mtu aliweka, nilimwona akiweka jana usiku. Ilikuwa rangu. Kwa hivyo siwezi kushtuka kwa sababu niliona akiweka. Amen. Na kama utachunguza vizuri, si yale yalikuwa Jumapili ama hayajapangika vile yalikuwa. Hapana, kuna tofauti ambako kama. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho kinafanyika ndani ya maisha yako kimepangwa. Hakuna kitu kinakujanga by accident. Hakuna kitu kinaanguka kinajitokeza tu. Kuna watu walikikalia chini. Kuna ufalme ulikaa chini ukakipangia. Ukasema kwamba wakati fulani na majira fulani, saa fulani, area hii utakuwa na ABCD. Bwana Yesu asifiwe. Katika kipindi hicho, wacha tufanye hii, tutengeneze hii. Mungu anauliza ni nani atasimama kwa zamu, anayeona mambo ya sirini, ambaye atayakanusha, ambaye atayapinga, ambaye atayariverse, yarudi kule ambako yalitoka, ili nchi ipone, ili watu wawe na amani. Imagine Elia aliishi katika hiyo nchi ya Israeli, lakini hakuweza kutatua shida ambayo maji haya yalikuwa yanaleta. Lakini mtu ambaye alipata nguvu kuikanusha maneno haya ni yule ambaye alikaa na Elisha na kuvumilia na kunyenyekea pamoja na changamoto na hali zote. Aliweza kunyenyekea na kutulia, ndipo akakutana na kitu ambacho kinaweza kumove hali zingine. It is not that person. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba umeokoka na umekuja hapa, kuna kitu ambacho unataka kutoka kwa Mungu mahali hapa. Amen. You have to be persistent. Ni lazima ujionyeshe kwamba na mimi nimekuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu unanielewa? Kuna vitu ambavyo Mungu anaangalia. Wale wasomi ambao wanapasiu masomo ya juu, unaambiwa kwamba kuna kitu kinaitwa attendance. Amen. Attendance. Na ndio ukiangalia katika hiyo kitabu tunaandikaga kila Jumapili wakati uko hapa. Kuna jina tunaandika. Usiandikiende mwingine. Wewe jiandikie tu. Hata mke wangu mimi sijamwandikia leo. Maana yuko kwa kanisa mahali. Hesabu yake itatolewa pale. Bwana Yesu asifiwe. So, kuna kitu ambacho tukishamaliza kuandika, during my free time ninazungumza na Mungu kwa ajili ya karatasi hii. So, yale Mungu atatenda ni yeye mwenyewe. Ndio wakati mwingine unatoka, unakutana na ushindi, unakutana na vita karibu vikumalize, lakini Mungu anasimama on your behalf. Tumeweka mikakati, tumeweka njia, tumeweka milango. Kuna mtu anaandika namba ya simu hapa, lakini hajawahi ona mtu akimpigia simu. Kuna wengine wanapigiwa. Amen. Huwa inasaidia. Juzi kuna mtu alikuwa hapa miaka mingi iliyopita, nilimtafuta kwa hiyo karatasi nikapata, nikampigia simu, tukaongea. Kwa hiyo mara moja nilimhitaji. Lakini hilo sio lengo la hiyo karatasi. Lengo la hiyo karatasi ni kwamba niwe na full time ya yale majina, niweze kuyataja mbele za Bwana, niweze kumwitia Bwana, niweze kumwambia Bwana kila kitu ambacho kinapangika katikati ya wiki kwenye maisha ya huyu mtu. Baba yangu, kwa sababu hili ni kundi umenipatia, haya maneno yote ninapingana nayo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Lakini nimeyapataja hayo majina, wewe umeandika. Bwana Yesu asifiwe. Kama huko andika,
Useme huko andika, lakini nimekuona. Mimi sitakukumbuka. Ninaenda na majina ambayo nimeona. Ndio ninayaweka mbele za Bwana. So kuna umuhimu wa wewe kuandika. Na sijasema uandikie mtu mwingine. Hapana. Mahali yuko anawakilishwa. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. So mtumishi wa Mungu akasimama, akasema kwamba kulingana na ile persistence yangu, kulingana na vile ambavyo nimetulia nikifuatilia Elia mara kwa mara, mapito na changamoto, nina haki ya kuondoa vitu vingine. Authority. Bwana Yesu asifiwe. When you come to church regularly, when you be present to church, kuna mamlaka mengine unapatana wakati wewe unakuwa mshirika kamili wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mamlaka mengine unapatana kwa kanisa ambayo mtu mwingine hawezi kuyapata. Wakati unafanyika kwamba wewe ni member, wakati unafanyika kwamba sasa wewe utakuwa mtu wa hapa, kuna vitu vingine unapewa uwezo wa kuviaccess ambayo mtu mwingine hawezi. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo umuhimu wako wa kuhudhuria ibada kila Jumapili uko na umuhimu sana kuliko vile ambavyo unatarajia. Kwa sababu gani? Kuna sehemu zingine hautaweza kuaccess unless umefanyika kwa mtu wa mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. So Elisha alikuwa mtu wa mara kwa mara ambaye aliganda kwa Elia. Alitembea na yeye. Bwana Yesu asifiwe. So ni lazima uvumilie. Makanisa yako na mambo mengi. Tunajua wengine hapa mmetoka kwa makanisa. Mmeitwa majina. Mmeambiwa mambo ya kila aina, mmefanywa vituko. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio makanisa ndivyo. Maana mahali kuna watu wawili watatu, kuna mambo ambayo yanaendelea hapa. But tufanyeje? Ni lazima uwe persistent. Uangalie ni nani aliyekuita. Uangalie wito wako. Unaangalia unamfuata nini? Kuna mahali Mungu anakupeleka. Kuna sehemu ambayo Mungu anataka akuinue kwayo. Kuna kitu ambacho Mungu anataka afanye ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe yule mshirika ambaye anakaa chini akingoja mpaka atakapotafutwa, akingoja mpaka atakapoitiwa simu, apigiwa simu. Kuwa mshirika ambaye uko na msimamo, kuwa na mshirika ambaye unaeleweka. Elisha alikuwa mtu wa kueleweka, alikuwa mtu ambaye alikuwa na msimamo, alikuwa mtu ambaye alikuwa na mwendeleo. Aliambiwa na watu, toka, wewe utakufa, mtu wako anaondoka, lakini alisimama akasema kwamba mimi nitamfuata huyu mtu mpaka nipate kile ambacho nilikuwa ninahitaji. Amen. Na alivumilia. Mwisho alikutana na kila kitu. Naongelea kuhusu persistence. Wakati the power of the spoken word, nguvu ya maneno yaliyonenwa ndani ya maisha yako yamesimama, unahitaji kutulia. Hakuna kitu kinafanyika bahati mbaya. Kuna vitu vimesemwa ndani ya maisha yako ambapo wewe unaviangalia na umetulia. Lazima usimame, uvizungumzie, uvikanushe, uandike chini wewe mwenyewe, useme kwamba hii haitakuwa sehemu ya maisha yangu. Okay, kuna vitu vya kupitia. Haleluya. Kuna mambo ya kupitia. Kama mama mjamzito amepatiwa miezi 9 ya kupitia ujauzito. Si ni mambo ya kawaida. Lakini ikifika mwezi wa 10, ikifika mwezi wa 11, ianze kwenda wa 12, ni nini unaanza kufikiria? Haya mambo si ya kawaida. So unaanza kutafuta hatua ambayo si ya kawaida. Kuna mtu unanipata? Kupitia situation ni sawa, lakini kwa kipindi chake. Kipindi kikiwa kimekuwa too much, you have to act. Unaamuka, unasema hii nayo imekuwa too much. Vitu vinafanyika, lakini sasa hii imepita mipaka. Kuna mtu unanielewa? Wakati ambapo mambo yanaanza kupita mipaka, yanazoeleka, inasemekana kwamba huko havifanyiki hivi, vinafanyika hivi. Hapo ndio sasa mtu unatakana uamuke, umwambie Bwana, upige sauti yako mbele za Bwana, uanze kupingana na mambo ambayo yanafanyika ndani ya maisha yako kwa kusema kwamba hii hali si ya kawaida. Bosi kule kazini kukuchukia kidogo, wiki moja, wiki mbili ni sana, lakini mwezi mwingine wewe bado uko tu unasema bosi tu atapoa. Atapoaje mwenyewe wakati wiki ya kwanza imeanza, ya pili imeanza, mwezi umeenda? Hapana, lazima uamuke useme kwamba hapa kuna nguvu ambayo si ya kawaida imenenwa. Kulala kazini ndio kunaleta shida. Amen. Je, kuna
kitu unashuhudia katika maisha yako ambacho unakiona kwamba hicho kimepita ile hali ya kawaida. Yes, kuvumilia ni sawa. Kuna vitu mimi napitianga lakini uvumilia. Lakini baada ya kuvumilia kipindi kidogo, ninafika mahali nasema hapana, nimevumilia vya kutosha. Hata Kumbukumbu la Torati sura ya 2 kuanzia hapo inasema kwamba Mungu akamwambia Musa, mlipozunguka huu mlima yatosha. Angalieni nimefanya njia. Kuna wakati wa kuzunguka mlima na kuna wakati wa njia kutafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati wa Mungu kunyamaza na kuna wakati wa Mungu kuongea. Hatuwezi kuruhusu atanyamaza miaka yote, tutaangamia. Hata kwenye Israeli kuna kipindi ambacho Mungu alinyamaza, na baada ya kwamba Mungu amenyamaza, kuna wakati ambapo sasa Mungu alianza kujidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. You have to ask God, ulinileta hapa nifanye nini? Na mtandao uliza. Leo ni wakati wa kuuliza Mungu, ulinileta nifanye nini? Je, Baba, nipo kwa barabara, nimepata kile ambacho ulitaka nipate, ama ni vipi? Lakini ujiasema wewe mwenyewe, ujiite mkutano, uangalie hayo director, uko kwa barabara nzuri, unaendeleaje? Unaendelea vizuri? Kuna nini inaendelea? Bwana Yesu asifiwe. Hello? Unaendelea vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Ndio hawa watu wa Yeriko wakasema hapana, huu mji ni mzuri, haufanani na zile vitu zinatoka ndani. Wakachukua maombi, wakamtafuta Elisha, wakaamuka, wakasema hapana, huu si wakati wa kunyamaza. Na imagine wakati ambapo wanamtafuta Elisha, wakati ambapo wanaamuka, ndio Mungu ametumana Elisha. Wangechelewa kidogo, Elisha angekufa. Maana Elisha hakuchukua naye siku nyingi, angekufa. Hii hali ingekuwa ya kudumu. Kuna watu walituma maishani mwako special kwa ajili ya hali yako. Bwana Yesu asifiwe. Waambushe, wafate, waambie tunaangamia, waambie umuji. Hata katika chombo. Bwana Yesu asifiwe. Katika chombo. Katika chombo. Walimwangusha Yesu. Kamwambia Yesu, uone kwamba tunasama. Haleluya. Mama, nilikutuma kwa maombi ya usiku. Sijapata feedback yako ukiniambia sasa unaendeleaje. Okay? Nilikutuma, nikakwambia nenda. Kila wewe nikakanga. Sijapata feedback yako ukiniambia kwamba sasa mchungaji inaendeleaje. Nashindwa nikupateje. Hatukupatana kwa ibada. Kuna mahali tulipatana. Tukakuja hapa. Tunapokuwa na somo la Jumapili ni tofauti na somo ambalo nimekaa pale. Pale nimekaa na wewe moja kwa moja. Tunaongea mambo yetu. Amen. Tuko mbele. Hapa tuko sitting. Hata nikianza kushika sikio, si mtoto atapiga kelele. Si watu wataona. Tukae hapa. Sasa mimi naendelea vizuri. Kuna hivi na hivi, kuna ripoti hii na hii. Tumalizie pale vile tulianzia. Nilikupeleka riparo. Sijapata ripoti. Uko vipi? Na ujarudi kuniambia sasa, hasa naona kunaendelea vizuri, ama naona kuna hivi na hivi. Hapana. I'm waiting for you. Kwani ulienda kabisa? Kwani ulipotelea huko kabisa? Si ulikuwa unaenda feedback? Si ndio ushuhuda? Amen. Mtu mmoja akaenda kwa Yesu akamwambia kwamba Yesu, uliniombea kweli jana. Niliona, lakini nimekaa na wenzangu wananiambia sioni vizuri bado. Yesu akamuuliza unaonaje? Akaniambia watu nawaona warefu kama minazi. Yaani nikionyesha kichwa, wenzangu wananiambia kichwa yake ndio hii. Hii nasema ndio ile. Umewahi ona mtu unamwambia kuna leo ndio ile panda, anakuambia kuna leo hii. Ushawahi kuwa nao watu? Anakupatia direction. Kijana wako huwa tunasumbuana naye sana. Tukikutana huwa namwambiaga kwamba kwa bulo hii hapa. Ananiambia hii kwa bulo. Sasa mimi huwa nashindwa huo yuko hapa. Ndio hapa kwa bulo yuko hapa. Hapa. Ya tuone watu hapa. Mama. Hello. Kwa bulo yuko hapa kwa. Kwa bulo yuko hapa. Kwa. Wewe, kwa bulo yuko
wanaonyesha hivi, wengine wanaonyesha yote. Hiyo ni kwa bure, ni sawa. Yule anaonyesha huko wewe kwa bure hiyo, umenisikia? Mbona anaonyesha? Amen. So akasema kwamba mbona mimi kuna kitu sielewi, watu wanaonyesha hapa na huyu anaonyesha hivi, kuna nini? Akamwambia wewe hujaona vizuri wewe. Akarudi kwa Yesu. Yesu akamwambia wasemaje? Akamwambia kwani nimeanza kuona lakini sioni vizuri. Amen. Yesu akasema sawa, wataka uone vizuri? Akamgusa mguso wa pili. Akamwambia angalia. Akasema sasa naona vizuri. Akamuuliza kichwa yako iko wapi? Akasema hapa. Story kaisha. Bwana Yesu asifiwe. Hoda. Tembelea. Fuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unakuta daktari anasemanga 1 times 2 ama 2 times 2 ama 2 times 3 kulingana na shida yako na ugonjwa wako na nguvu ya dawa. Bwana Yesu asifiwe. Ndiko kwa nguvu ya maneno yaliyonenwa katika maisha yako. Usikubali kukaa katika situation hiyo. Aliyenena ni Yoshua, yanakuja kutesa watu ambao ni Waisraeli ambao wanaishi Yeriko. Yeriko ilikuwa ni ya watu wengine maadui, wakapigwa, wakamalizwa. Unakumbuka ile story? Akabakia mwanamke mmoja anaitwa Habu. Amen. Wakati ambapo Yoshua amesema huo mji ukianguka, malizeni kila mtu, abakie mtu mmoja peke yake na Habu, yule mwanamke. Huyo ndiye alibakia na akahesabiwa miongoni mwa Israeli. Lakini sasa Israeli imemiliki huu mji, lakini inakutana na mapigo, inakutana na matatizo, inakutana na shida. Yoshua alikufa kitambo, wanawe walikufa kitambo, watu wengine walikufa kitambo. 600 plus years sio mchezo. Lakini asubuhi moja Yeriko inasema huu mji umejengwa vizuri, lakini siwo, uko na matatizo, kuna shida iko hapa. Haleluya. Wakatambua kuna maneno yalinenwa. Haya maneno hayawezekani kwa waganga wala wachawi. Kunatakikana mtu mwenye mamlaka anene mambo haya na hayakanushe. Haleluya. Sijui wewe ambaye uko hapa ni nini ambacho unaona? Kuna vitu ndani ya maisha yako. Limitation. Wengine mmezungumziwa. Utafika hapa, umecholewa na hili. Hili umeambiwa kwamba atazaa huyu. Lakini wacha tuone. Amen. Huyo Mungu aliongea. Mwingine anasema kwamba anaenda Mombasa, wacha aende. Tutaangalia mambo yake. Kuna vitu vimeongelewa ndani ya maisha yako. Wakati ambapo tuchukulie labda mfano ni mama ambaye anazaa. Sawa? Amen. Nitumie lugha gani unielewe? Mama huwa anakuwa na kikomo cha kuzaa. Ndio? Kwa mama unakuwa na miaka kuzaa kunaisha. So wakati ambapo bado unazaa, nafasi ya kuzaa iko na unataka watoto, ni ufanye nini? Uzae. Ukijua wazi kwamba kuna kipindi kitafika au kazaa. So kuna maneno yanaweza zungumzwa ndani ya maisha yako, uzao wako ukapigwa vita. Ukaambiwa kwamba hautaruka huu mpaka. Iweje hautaruka. Hiyo ni nguvu ya maneno yaliyonenwa. Haya maneno yasipobadilishwa ndani ya maisha yako itakuwa. Amen. Nikuje kwangu. Mimi niko na watu wawili hapa. Amen. Yes. Niko na watu wangapi? Nilipokuwa ninaomba kupata watu wawili haikuwa mchezo. Vita viko hapo, wakati mwingine nitakuuliza siku nzima na maneno nitaongea. Ujiandae machozi kufuta. Nitakwambia maneno hapa Jumapili moja, utalia machozi hapa. Wengine mtazimia. Yona mtu amesimama anahubiri na anakueleza, elewa. Sikuwa na mtu wa kuniambia fanya hivi. Kuna maneno wakati ambapo sijaoa yalitamkwa. Amen. Sasa hii nimepata revelation wakati ambapo tayari it is too late. Muka ameenda menopause. You get me? Asante tena.
hiyo haiwezekani, maana mke ni huyu. Nitaitwa jina lingine tofauti na vile naitwa. Kwa hivyo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata kama ingewezekana, kuna ya kulia nayo utakuja kuambia siku moja, ambao utalia machozi na vitu vingine mwenyewe, lakini utaelewa kwa wakati wake. Nige Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. So nilipokuwa ninatafuta ndani na ndani na ndani, nikapata kwamba kuna mtu alisungumuza ndani ya maisha yangu, akasema kwamba mimi sitawahi zaa na niwe na uzao. Eti mtu wa kike. Hii sasa ni research nimefanya baada ya kwamba nimeanza kutotosheka na watoto wawili. Kuna kipindi unatamani watoto, si ndio? Nasema ningekuwa na watoto watano. Tulipokutana na mke wangu tulielewana tupate watoto wangapi? Mke wangu akasema tupate tufulana tuwili na tusichana tutatu, ama tutatu kwa tuwili. Amen. So tusichana tutatu ni kama tulifichwa mahali. Tuwili tuliachiliwa. Tena kwa shida na matatizo na kung'ang'ana. Wakati mwingine ilibidi niingie ndani kwa nguvu kifua. Nimuite Mungu. Watu ambao nilikimbilia wanisaidie wanacheka. Najua ni mbaya sana. Mtu amekuja na shida na wewe unacheka. Inaumiza moyo sana, inakatiza tamaa. Ufili hali yake, ufili mambo ambayo yanapitia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kulia. So, nilipoanza kuvisit ndio ninapata ripoti. Wewe kuna maneno yalitamkwa ndani ya maisha yako kwamba mke alipoonekana mara ya kwanza amekuja kuona. Hapo ndio maneno yalitamkwa. So, hata kupata huyu mtoto wa kwanza na wa pili ni Mungu. Huyu anajua. Mtoto wa pili kuja kupatikana, huyu alikuwa tulimhusisha naye, alikuwa na shida zake, atakuja kuambia siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa rahisi mtoto wa pili kupatikana. Tuling'ang'ana sana, tulifanya vitu ambavyo si vya kawaida, kurefute, kufunga maneno yaliyozungumzwa ndani ya maisha yako. Ni lazima uwe na authority, ni lazima usimame ngangari kubadilisha situation, hasa kama zimemea kutu. Msumari ukifunga, uache unyeshewe, ushike kutu, ufungua na wewe ukipata vizuri. Na mtu unanielewa? Lakini ikifungwa jana, ufungua leo. Si ni rahisi? Amen. Kuna watu wanakaa mpaka wanangoja hivi vitu vinamea kutu, vinashika rust kabisa. Sasa ndio asubuhi moja baada ya miaka kadhaa ndio unatokezea sasa. Unaweka skuru yako na price, utavunjia ndani. Haitasaidia. Na kutanana na mambo kama haya. Na mtu unanielewa? Mzungu akasema stitch on time saves nine. Usiposiba ufa utajenga nini? Tusipoje kujenga ukuta, tuanguke. Na ungana nyinyi ambao bado ni wasichana, na ungana nyinyi ambao bado mnatokelezea, mko na matumaini ya maisha ya kuishi, na ungana wewe ambaye umefika mahali ambapo umefika. Mambo haya hayakuanza na mimi peke yangu, mambo haya yalianza na Abrahamu. Abrahamu kuna vitu ambavyo alipitia, na neno yalisungumzwa ndani ya maisha yake. Sara alisungumziwa, kulihitaji heavenly being kuitafiri, ufalme wa kiungu kuingilia katikati. Je, ufalme huu wa kiungu kama haungekuwa, ni nini ingefanyika? Amen. Usichukulie maneno yaliyonenwa juu ya maisha yako kwamba tu ni rahisi. Hapana. Hivi vitu vinatesa, hivi vitu vinasumbua, hivi vitu vinahangaisha, hivi vitu vinakutoa mahali ulikuwa, vinakuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Vinakutatiza. Haya mambo yananenwaga na watu wa karibu na wewe. Mtu labda hakupenda ufanikiwe, mtu labda hakupenda uinuliwe, mtu labda hakupenda uwe vile ulikuwa, akakutamkia maneno, ama labda ulimuudhi mtu huyu katika njia moja ama ingine. Naongea na watu walio hai. Unajua wanishtua kwa kimya sana. Kwa kimya ndio ujumbe unaingia vizuri ama? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni vyo sawa, lakini huyu wa miayo atanishtua. Ukienda miayo ndio unashiba sana ama? Ni njaa. Kwa hivyo ni njaa ya neno. Niongeze gea.
Hebu tusikie kwa mwenyewe. Mwendabiayo wakati na nafundisha mafundisho kama haya inamaanisha nini? Oh, ndio unapokea mpaka na mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unapokea ni vizuri. Lakini kama itakuwa vinaenda huko vikienda Kisumu vikirudi Kakamega, sijui kama utakutana na vipi tena. Nguvu ya neno lililonenwa ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni uchukue nafasi, ulikanushe, uliondoe, ulipinge, itoke mapema. Ukiacha likimea kutu, itakuwa na changamoto, itatatiza watoaji. Bwana Yesu asifiwe. Eliya alikuwepo na Elisha akawa. Wakati Eliya yuko, hata hakujali mambo ya Yeriko. Eliya alidili na Israeli ya juu. Akapambana na mfalme Ahabu na nyumba yake. Akakutana na mwanamke mjane. Akakula naye akalishwa tit for tat. Lakini kuna matatizo. Eliya anapotoka katika nchi ya Israeli kuondoka, aliacha shida na matatizo chungu nzima. Bwana Yesu asifiwe. Anaacha Yeriko bado maji ni machungu na ameitwa kama nabii. Sio wote watakufikia, sio wote watasimama kwa ajili yako. Jiandae, uwe tayari, usikie neno la Bwana, ujue kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata nimekuwa na biashara vizuri. Kitambo na biashara imeharibika. Hakuna tena. Nini ilitokea? Yenyewe uchumi ndio mbaya. Kuna mtu aliongea. Nisikilize nikwambie. Nikiwa pale kazini, kuna mzee mmoja ni pastor. Hapo na kanisa hapa chini. Tulikwaruzana kidogo, ni mtu mzima ananizaa. Tulikwaruzana kidogo. Aliniletea kitu yake, hii kitu aliyoniletea hatukumalizana vizuri. So yeye akafutia pande yake. Akaniambia nikisikia na masikio, nisikie. Hapo utatoka. Amen. Nikajua mtumishi wa Mungu hajatuma kwa wema kwangu. Ametuma kuja kunimaliza. Kabla yale maneno hayajakauka, wanasemana kabla maji hayajakauka. Regesha. Haleluya. Amen. So, alipotoka, kabla hajaenda nikamwambia kwamba wewe ndio utaondoka. Hiyo nilipata akiondoka. Na haikutosha. Kuna kitu nilifanya. Mimi si mchawi. Kuna kitu nilifanya. So, niliingia katika ulimwengu wa kiroho mara moja. Nikaanza kurefute, nikaanza kukanusha, nikaanza kusema baba, nimetambua kuna maroho ya kuhaba ambayo yanataka nitoke. Ninaregesha, nina rivasi kila tini, nikakuacha vitabu. Isaya 54:17. Sikukubali kumeza, nilikapika. Haleluya. Corona ilipokuja ilibeba mtu. Story nisha. Mimi bado niko pale naendelea na kazi yangu. Haleluya. Amen. Hata nimebariki kanisa na TV moja. Amen. Unajua kutumia mamlaka ambayo Mungu amekupatia. Ningenyamaza, ningekuwa siko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini niliamua kurejesha. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananipata? Amen. Nilirejesha. Leo tunataka tufanye maombi ya kurejesha. Mimi sijui umebebeshwa nini. Sijui umesumbusiwa nini. Sijui hali yako iko vipi. Sijui ni nini ambayo inaendelea. Hebu jipime wewe mwenyewe. Mambo gani ambayo yako? Unaweza udhi mtu sawa. Lakini kuudhi mtu sio kumaanisha kwamba anibebesha mizigo. Nikikuudhi haimaanishi sasa tulaniane. Unilaani hapana. Amen. Hata mimi najua laani. Na unaona wakati mwingine tukikosana, mimi hata naongeanga tunamaliza. Ukisikia sasa naongea, ujue ndo nimemaliza. Uliko niko laani. Amen. Nipigieni makofi kwa kuongea kumaliza. Tukikosana, nitakuita nikwambie mambo yako yote. Nishakusaidia. Uko na amani. Kuliko wakati nitakaa huko kando, wewe hujui ni nini nafanya. Nikumalize, nikulaani kwa sababu ya uchungu ambao niko nao, nikuzungumzie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana uchungu unapokuweko, mtu ambaye anazungumza mambo ya uchungu, anakuwa katika uchungu, ametatizika mahali, akiachilia yale maneno yataumba. Amen. Mama amesimama hapa anasema mtu amevunjika ubavu hapa na mwingine ubavu.
na mkono pia umeachana. Imetokea na nini? Analia. Machozi yanatokanga hapa, na wewe ndio unasababisha kuteseka kwake. Unamnyima amani, utakuja na amani? Amen. Anavaa mamlaka, anasema haiwezekani. Mtu unanitesa, unanihangaisha. Hapana, analia. Lazima uteseke, lazima upate shida, lazima uumie. Maneno ya kunena juu ya maisha. Amen. Amen. Kuna mtu unahisi umenenewa. Imani ni saa hii sasa ndio mimi naamuka. Ati niko na Kristo na Joshua. Mama yake wakati mwingine huwa tunaangaliana, anasema kwa hiyo sitawahi pata mtoto ambaye anafanana na mimi. Bwana Yesu asifiwe. You can imagine the pain. You can imagine the pain. Mtu anaenda kwa kiwanda cha angalia. Na wewe ndio mhusika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu unanipata? Hawezi kuwa na amani. Mamlaka kwa mamlaka. Mamlaka kwa mamlaka. Na yeye aliyefunga tumbo hili naye alikuwa na wawili. Yes. Naye hapo ongeza. Kuna mtu ananielewa? Amen. Nisaidie wewe mama hapo, mwambie kama ananipata vizuri wakati amefunga macho. Haleluya. Kuna brother wangu alikuwa akifunga macho na anafanyia typing kali sana. Ukiona amefunga macho hivi ndio ashakufanyia typing kali. Ukisimama hivi simu imeenda. Yes. Ukiona amefunga macho amekuonea hiti. Ukishtuka kufikiria umelala bila atatoka hapo na rudi afunge macho tena ujui. Ukiuliza mimi sijatoka. Waweza kuwa niona kwa hapa. Amen. Amen. Joseph anaweza kuwa amefufuka hapa. Tulimsika huyo. Sidhani kama ndio yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea na mtu ambaye unasikia uchungu. Maneno yaliyonenwa yameanza kufanya shepu ndani ya maisha yako. Wengine mmenenewa nini? Hautakuwa, hautafanikiwa, utateseka tu mpaka urudi kwenu huko, hautafanikiwa, watoto hawatakusaidia, mambo yako yatakuwa hivi na hivi. Mambo mengine tulijinenea wenyewe, na kujinenea wenyewe ni timing na connection. Moja huyo hapa. Gari imekuja juzi. Najua kabisa watu hawakufurahia kununua gari. Hiyo uliniambia. Lakini kila kukicha, Pastor, mimi nitaiuza. Ngoja, utauza kweli. Maneno yako shetani anangojanga uyaongee, aweke muhuri. Kuna mtu unanipata? Kajaribio kametokea kidogo. Hiyo ndio watu wa magari wanavyopitia. Ndio hivyo. Suje uweko pastor usikie ya pastor iko vipi. Ndio nakwambia nimefunga makanisa 3, 4, 5 nikichoka na watu. Mpaka Mungu alipoingilia katikati. Wafikiria kuongoza watu kama nyinyi likasindo. Jaribu Jumapili moja ya pili uone kama itakuwa vipi. Amen. Lakini nikakutana na mtu mmoja akaniambia, mwanangu wewe aliyabure. Huo ndio uchungaji na bado. Nikasema hivi na bado nifunga mshindo kazani. Haleluya. Sikusema kwamba nitamuza kabisa, niusie na. Hapa ndo tunaendelea vizuri. Unabii umekuja hapa itajengwa ya ghorofa. Tunaenda mbali. Baba yuko kule ni wapi? Kashani na mimi niko Soweto. Jumapili ile nyingine nitakuwa Kashani na yeye atakuwa hapa. Amen. Ndio kazi imepanuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pole. Niko yes. Lakini hicho kikombe yenye napitia mwenyewe nachua. Na kulidiaga hapo. Bwana Yesu asifiwe. So, maneno yenye unainuka nayo, shetani anachukuanga, anakuja kukuletea changamoto, asikie unasema nini. Kuna watu ambao wanaongea kwa ndoa. Mwanangu lazima ukanushe. Nimesikia kusema mimi kuolewa hapana. Nenda ukitikisa tu. Wakati napeana nafasi ya maombi. Bali kwa hapa. Siko hapa kukejeli. Uko na mimi? Ndio hapa mkono nikiwa kama mkombozi. Hapo kwa kipoche sio kama mkombozi. Sio chini. Hata uko napo hapo tuna karatasi. Kwa karatasi ni nini? Weka ndani. Utakupa muda mzuri utasoma hizo vitu zako. Mimi nataka ufanikiwe.
maneno ambayo ulijinenea wakati tulikuwa tunaongea yale mambo yetu ya kule. Kuna vitu uliniongelesha sikupenda, maana wewe bado msichana mdogo. Nataka uonewe ni kulepo pilau yako kama bado niko hapa. Lakini pilau itakuwa na shida. Kwa nini? Ulisema utaki. Haleluya. Kuna mtu unanielewa? Mmoja amesema hii kama gari ni hizi, afadhali niuze. Kuna mwanamke mmoja kwa Biblia alisema kama mambo ni haya, afadhali nife. Alikufa. Otai. Tena kwa machozi. Ukiongea ulikuwa wasikia raha. Ukilaani ulikuwa wasikia raha, ukijilani ulikuwa wasikia raha. Basi kama ulikuwa wasikia raha tena, leo ukanushe kusikia raha. Ile raha ulikuwa unasikia. Ikrieti tena, ukanushe kwa raha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu unanielewa? Kuna kijana mmoja alikuwa hapa. Mama unamtafuta bure. Acha mmechania hapa tu. Let me give you this story. Yule kijana alikuwa anasema kipindi yuko hapa. Mimi nitakuja kutoka kwa kanisa fulani nirudi Catholic. Nitakuja kutoka kwa kanisa fulani nirudi Catholic. Wakati ulifika, maneno yakajaa. Utachoka sana kufika hapo. Mimi ndio unabidii. Unampigia simu. Kitu utamsaidia nacho ni kimoja. Akifunua yale maneno aliyoongea, Shetani akayanasa, akayarekodi, akamshtaki kwa Mungu. Amen. Amen. Kuna wengine nimesikia tu. Mimi nitatoka kwa hii kanisa. Dalili zinaanza kuonyesha. Mimi nitatoka kwa hii kanisa. Dalili zinaanza kuonyesha. Amen. Hii ni sana ya pili. Hayuko. Wale maneno yako unapoyaongea yanajikiritia nafasi. Shetani anayabeba, anaenda kuyashtaki na kuunganisha na vitu ambavyo vimekufunga. Na mtu unanielewa? Amen. Afadhali yule anayesema hapa sitoki. Hata kama utatoka hauna shida. Kuna mtu unanielewa? Amen. Hii kanisa nitatoka. Hii kanisa nitatoka. Hii itatoka. Unahesabu ikifikia. Sababu inapatikana. Story inaisha. Amen. Uwe umepata kile ulikuwa unatafuta, uwe hujapata, uliumba wewe mwenyewe. Maneno uliyojisuluhisha. Yamekukamata. Na story inaisha. Hiyo ndoa. Kuna watu wanasema kama mume ni huyu, wakati kwa mambo yenu huko. Unapiga story. Kama mume ni huyu, afadhali kae. Wengine wanasema kama wanawake watakuwa hivi, afadhali kae. Maneno. Nimekwambia hiki kwanza hivi. Alikuwa kama chikadogo. Akawekewa mbolea mpaka sasa ni mti. Na ukiendelea kuwekea mbolea hii imekatwa. Ilikuwa ni mtu umefika hapa na kumbuka kichweka kilikuwa. Imekatwa hii, ni mchukuu. Kwa nini? Inazunguziwa maua ya kuwekewa maji kila wakati. Maneno yako hapo umejitafukia. Ndani ya maisha. Hii haitakuwa. Hii sioni. Adui naye anaongea yake. Mabaya sana ni yale unajitafukia. Hayo shetani anaangukia haraka. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka twende mbele za Bwana. Na uzuri. Umwambie Bwana kila maneno ya Mungu juu ya maisha yako. Na walio hai na walio kufa. Yale nimejitolea. Ambayo yanaform, yameweka laini ndani ya maisha yako. Leo ninayaondoa. Yes, nyike nguvu ndani ya maisha yako. Kama kuna watu kama kina Jabez waliaongelea na wakaishi maisha mazuri. Hii yako nani aliongea? Ni nani? Mama pia anaweza laani watoto wake. Baba anaweza laani watoto wake. Yes. Labda ulikuwa unasumbua sana kule nyumbani. Unamkera. Baba akatamka maneno. Mama akatamka maneno yakakukuta. Unakumbuka ulipokuwa form 2? Amen. Amen. Wale mlijaribu kusoma. Tumekuweka. Bwana kuna time. Unachia hii nafasi kufikia Bwana. Amen. Wale mlifika form 2 nakumbuka ama form 3. Wakati ulikuwa hapa vile ulikuwa usikii. Umemea pepe. Kuna mahali ulikaa. Mzee akashindwa alizaa nani? Siku moja labda baba na mama walipigana kwa sababu yako wewe. Amen. Ama wachane na huko tabia zingine kubalee, kuna mambo mengi. Mzazi asipokupata umetulia vizuri, usipopata mzazi ametulia vizuri anaelewa. Anaona unamkera
unaanza kuvuna na kikombe kinakuwa kizito sana. Wakati umefika, maneno wazazi waliongea. Unakumbuka? Hello? Uko ama najiongelesha baba yangu? Uko hapo? Uite Bwana. Mwambie Bwana yale maneno nilifanya. Hii kitu isipokunjwa na iendelee kumwagiliwa maji, utakuwa mtu mzima. Hebu panda hapo nje, ipate rutuba. Huu ni mtu mzima. Si maua tena, ni mti. Kuna miti mingine hapa nyumba tulikuwa tunaweka hapa kwa madhabahu. Ili anza kidogo hivi. Ikawa ni mti mkubwa, ikae hapa sasa. Ni kama tuko kwa forest. Wakasema tukae tupeko. Haitoshi tena. Kwa nini? Iliwekewa rutuba. Ikanawiri. Na mwenye aliyekea alikuwa anasema ikue na ikakuwa. Maneno ya Mungu ndani ya maisha yakamkera. Mengine anakuzuia. Mengine anaweka limitation. Bwana Yesu asifiwe. Kama yako mimi ambayo niliekewa. Ninakuja kufunguka macho, nimefika miaka hii ambayo nimefika. Ndio natamani angali ningepata katoto kama hapa. Angana mimi kakarukisha. Too late. Lakini sianzi mimi. Abrahamu simekwambia alikuwa hapo. Lakini hakupata mtu wa kumwambia. Leo nataka usikane. Kumwambie kwa imani. Kila maneno yaliyosema ndani ya maisha. Vitu vingine unavikubali wewe mwenyewe kuendelea. Leo tuwekewe full stop. Bisiruka tena kwenye maisha. Awe ni nani aliongea, awe ni nani aliongea, unayachua wewe mwenyewe. Ya revealed, ya reverse, ya toka ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ufunguliwe. Hakuna jambo Mungu linamshinda Mungu. Mambo yote yanawezekana. Yakiitwa kwa wakati. Wakati unaofaa. Mungu anaingilia katikati, anamuita. Anaitana na nguvu zako. Unaitana na nguvu zako zote. Mungu anashuka, anafanya kazi ndani ya maisha. Anakuweka. Mungu anakupenda. Mtu asema ni kwa kuja. Nataka ujitafutie nafasi. Nini inaongewa? Biblia inasema kwamba watu waweze kufanikiwa na kuinuka. Ukifikia kiwango fulani unaanza kurudi nyuma. Ukifikia kiwango fulani mambo yanaanza kukatizika. Ndio sasa wakati umefika at least uweze kupatako kwa kitu, mambo ndio hayo yameinuka, yametatizika. That should not be your portion. Hiyo istakani iwe hali yako. Leo nataka mtu amaanishe, amuite Bwana. Yule mzee alisema itafunga, utafunga. Unanielewa? Alirusha mikono akisema hapo wewe na kidole. Wewe na hapo utaondoka. Mimi nami kabla hajafika ba, nikasema na wewe utaondoka. Ni wewe. Hiyo itakuwa ibaki kusema. Na rekesha, na reverse. Katika mamlaka na hii kuisha, nikarudi sasa nikaanza kutembea. Nikasema hapa nitafanikiwa, hapa nitafunguliwa, hapa nitaendelea. Vitu vitakuja hapa. Mambo ambayo sijawahi ona sasa yanaenda kutokea hapa. Nikitaja jina la Yesu, is what the Lord is doing. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ningeacha. Kile kifo kilikuwa ni chafu. Watu wengine ni wachafu. Midomo mingine ni mibaya. Huwezi kaa ukanyamaza. Ukasema mtaongea mchana usiku mtalala. Sio hivyo. Sisi si Waswahili wa kuongelewa mchana usiku tulale. Unaongea na mimi narekesha. Unatuma na mimi narekesha. Unapanga na mimi napangua. Wanapanga usiku mchana nawarekeshea. Kwa hivyo mipango yote ambayo wamepanga wakati wa usiku, wakati wa mchana huu tunawarekeshea. Huu ni mwezi wa 7, mwezi wa urekesho. Tuwarekeshea vitu vyao, tuchukue vitu vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu kama inakukera, unaweza kuiweka kando.